na maafisa wengine. Shukran. Nitachanganya zote mbili, Kiswahili, Kiingereza, lakini mwanzo Nimrod. Nasikianga wasanii wakisema Citizen ndio nyumbani kwa wasanii. Bila shaka. Unajua zamani hapa kulikuwa nyumbani kwangu nikiwa senator kwa miaka 4. Tunakaribisha tena. Nikaenda kule sasa kazi nyingine mashinani. Tumerudi tukiwa sasa na timu yangu hapa na kujibu hayo maswali. Lakini wacha kwanza niseme mambo mawili ambayo nafikiri ni ya muhimu sana. Ndio mazungumzo yetu yaweze kupata mwelekeo unaofaa. Mwanzo ni kwamba jukumu ambalo nilitwikwa na hii kazi ambayo nilipata kuwa gavana kama seneta aliyeketi kwa hiyo kazi kwa miaka 10 ni tofauti sana, na tena ni jukumu kuu. Kwa vile nakumbuka miaka nyingi mimi nilikaa hapa kwa hii Citizen, tulikuwa tunazungumzia asubuhi, tulikuwa tunawakosoa saa zingine magavana, tulikuwa tunasema sisi ni watetezi wa ugatuzi kule kwenye bunge la Senate. Na kwa hivyo jukumu hilo, wakati mtu amefanya kazi ya seneta miaka 10 kuenda kufanya tena kazi ya governor, lazima yale uliyasema uhakikisha kwamba inatimia, na vile ulivyosema ndivyo na mara nyingine unakuta sio rahisi. Na sio rahisi. Kwa hivyo sisi tukiingia kwenye kazi upande wa Kiambu tulikuwa na mpango na maono, na ndipo nikatembea wakati nilikuwa naomba kura nikiwa na kitambu changu ambao tunaita manifesto. Hiyo manifesto yalikuwa na majukumu mengi ambayo niloahidi wana Kiambu nitafanya. Tutazungumzia leo. Hatuna haya ama wasiwasi kurudi hapa mbele ya umati wa Kiambu na nchi ya Kenya. Kwa vile tulitetea ugatuzi na kusema ni kweli ugatuzi waweza fanya kazi. Hii ndio mtihani sasa ya kuuliza waliotetea hiyo katiba kweli hiyo ugatuzi ama devolution yaweza kufanya kazi. Ndipo mwanzo nikasema nikipata kazi ya kuwa gavana wa kaunti ya Kiambu, jukumu langu la kwanza kulingana na mahitaji ambayo nilikuwa nimeyaona kwa wana Kiambu, na ni sawa tu hata kwa Kenya mzima, ni kwanza kupatia nafasi ya kwanza masomo. Masomo huanzia chini kwenye hizo darasa za chekechea ambazo tuwazijua sana kama ECD. Zamani zilikuwa zaitwa nursery schools. Kwenye jimbo la Kiambu tuko na mashule ya msingi, mashule karibu 550. Hayo mashule yote wakati mimi nilipewa kazi mwezi wa 8 Agosti 2022, hakuna hata moja ilikuwa imejengwa, hata shule moja hivi ya chekechea, nursery school ama ECD. Na ndiopo nikawaahidi watu na nikaanza hilo jukumu la kuhakikisha kwamba kwa kila eneo, kila ward, Kiambu tuko na ward 60. Na tumeenea, boundary yetu ya mwanzo iko tunashikana na Nakuru, ingine tunashikana na Kajiado, upande wa chini tunashikana na Machakos, upande wa juu tunashikana na Murang'a. Ni eneo kuu. Na kwa hivyo ni muhimu kuhakikisha kwamba haya masomo yako kila mahali. Kwa hayo mashule yote 550 tulianzia ya mwanzo, hakukuwa hata moja ilikuwa imejengwa shule ya ECD. Tukaanzia sisi wenyewe model yenye inajengwa ya ECD ndani ya kaunti ya Kiambu, na zingine zimefananishwa na zetu ndani ya nchi ya Kenya. Mimi ndio niliketi na hii timu yangu tukatengeneza ule muundo, ile model. Alafu sasa tukaanza kujenga ya kwanza, ya pili, ya tatu, mpaka sasa ward zote 60, all the 60 wards za kaunti ya Kiambu, hamna ward ambaye iko na mashule hayo. Tumejenga shule moja, mashule 512, 512 zimemalizika, watoto wako ndani wanasomea. Tuko na mipango mingine ambayo ni ya kuboresha hayo masomo kwa hao watoto, ambaye tunaweza kusisitiza zaidi. Lakini kwa vile waziri wangu wa masomo wako hapa, anaweza kusema jambo moja mbili na msaidizi wake yule chief officer kwa ufupi. Alafu nitamalizia kama kuna swali nyingine, lakini tutamalizia ndio iweze kuelekana vile. Nashukuru umempa nafasi hiyo, lakini pia nifulize kwa swali hili, kwa sababu kama alivyosema gavana, haitoshi tu kujenga madarasa, lazima yawe yametimia kwa kuwa na rasilimali ambazo zinahitajika pamoja na walimu, ambalo limekuwa ni tatizo kubwa kwa baadhi ya kaunti. Kaunti ya Kiambu nafikiri si tofauti na kaunti nyingine, pale ambapo mnatoa walimu ambao wameweza kuhitimu katika mafunzo haya ya ECD, na zaidi ya hayo kuzungumzia tatizo la msongamano
wa wanafunzi katika shule hizi, kwa sababu kama ninavyofahamu Kiambu ni kaunti ambayo imepakana na kaunti nyingi, si Nairobi, si Murang'a, si Machakos, sehemu nyingine si Nyandarua, Kajiado na kadhalika. Hilo tatizo linawaathiri vipi, hata ikiwa gavana anasema kwamba ndio mmejenga vituo vingi vya chekechea? Nimrod, naomba kuhamisha ndimi kwa lugha ya Kiingereza. Sawa, inakubalika. As the governor has said, we have not just constructed classrooms, we have constructed a complete ECD center that comprises of PP1s, PP2s. At the middle, we have offices, we have stores, and we have ablution block that caters for both boys and girls, caters for the teachers and the PWDs. We have the play area that has the merry-go-round, that has the slide, that has the third pit, and all the other play stations. We have a kitchen. And to ensure that we are catering for all the kids across the county and those that are coming outside the county, we have ensured that we have transformed all the ECD centers. As we've been told by the governor, we have constructed 512 ECD centers, and in the next phase, we are doing 50 of them. And in these ECD centers, we have those kids who travel for long distances to ensure that they have access to education. So what have we done? We have constructed standalones. Standalones in what way? Like now in Getia ECD, in Gedega, in Githunguri, kids used to walk for 7 kilometers to access education at Madanja ECD. The others used to walk for 5 kilometers to access education at Katina. Others used to walk 5 kilometers at Gathangai to access education. So what did we do? We constructed a standalone ECD at Getia ECD. We have also gone to Gatondo South and did other standalones. Like now we have constructed Karirao ECD. For Karirao community, a 4-year-old or 5-year-old kid would walk across ridges to Gikure primary to access education, which is almost 6 kilometers, or walk to Karinga primary to access education. So we have ensured we are not only constructing the ECD centers that are domiciled at primary school, we are also constructing the ECD centers that are standalone so that we ensure there is access for education. And these has also been supported by the ensuring that we are providing the learning materials. We provide 5 exercise books for each of the 40 ECD learners. And for the 5 exercise book, it's according to the 5 learning areas. I'm very sure Nimrod ukisoma kule shule ya chekechea ulikuwa unahita hiyo subject. Right now they are called the learning areas as per the CBEs. So we give 5 for each one of them. We give pencils and erasers, and we also have a very robust feeding program that is ring-fenced in the budget to ensure that every day we are giving 45 uji to these ECD runners. We are giving eggs twice a week, and we are giving milk every Thursday. Mashirima hako huko mashinani anaweza confirm kwa the audience that we indeed provide that one. And on top of that, to ensure at the end of the day we are not rocking out the kids from outside the county, we have embraced them, and it's as a result of us having public confidence that we are not only concentrating on curriculum, we're also concentrating on co-curricular activities. Kwa kifupi sana, afisa wa elimu kama anaweza kututhibitishia kama walimu ambao wanaajiriwa kupitia mpango huu wanatosha, watoshi, kwa sababu kuna fununu kwamba kuna sehemu ambazo hakuna utoshelevu wa walimu ambao wanatoa mafunzo ya chekechea. Kwa kifupi sana. Nimrod, I can categorically confirm that we did advertisement for additional teachers as a result of the increased population, because we want to offer quality education to our ECD learners, because how tall they start tomorrow is determined by the foundation that we lay for them. So we are serious on ensuring that in the next 1 month, teachers will have already been recruited to cater for the expansion of all the enrollments. Asante sana. Maybe kwa hilo jambo la utoshelezi kuna mambo mawili. Ya kwanza, utoshelezi wa numbers ni wangapi, lakini pia kuna utoshelezi wa kiwango cha masomo. Na kaunti ya Kiambu tumeingia kwa mkataba na chuo kikuu cha Mount Kenya University kuendeleza masomo ya walimu wote wa ECD ndani ya kaunti ya Kiambu. Hamna mwalimu ambaye atakuwa anafunza ECD ya Kiambu kama hajatimiza masomo ya kiwango ya diploma.
na wengine degree. Na kwa hivyo county imepanga mpango pamoja na Mount Kenya University. Ndio hao walimu wote wanasajiliwa na waanze kusoma. Lakini pia wacha niseme mwakilishi wodi wa Githega ambaye waziri amezungumzia kuhusu hizo shule ako pale, anaitwa Ruth. Maybe Ruth wewe unaweza sema kama hayo mambo ni ukweli, kwa vile huyo ndio mwakilishi wodi wa hiyo mahali hapo. Nini microphone iko on. Okay, asante sana Nimrod. Mimi ningetaka kuhakikisha kwamba hizo, tafadhali kama unaweza kusimama maana yake hapo nyuma hatuwezi kukuona nafikiri. Asante, mimi ningetaka kuhakikisha kwamba hizo shule za chekechea zimejengwa. Watoto wa wadi in my ward used to travel for more than 7 kilometers to access an early childhood center. In fact, when we did that early childhood center, we have 92 students who are not there. So I can confirm, and I would want to encourage what the department is doing through the help of our governor. Mnafanya kazi mzuri, na nihakikishe kwamba katika wodi ya Githega tuko na shule 17 mpya zenye. Lakini unataka zingine, utatuambia baadaye. Nataka zingine mpaka zitoshe. Kama ni kuomba utaomba leo kama unataka. Gavana, kabla tusijarejea kwako, acha ni mpe mwenzangu nafasi Christine azungumze na kidogo wageni walioko hapa wana taaluma mbalimbali, alafu watupeleke pia kwa kina mashirima tuweze kupata ukweli. Pengine pia tungependa kufahamu kutoka kwa serikali ya county, je, wanapima vipi mafanikio ya hizi shule za chekechea? Manake wameongeza idadi kubwa, 500 si idadi ndogo. Kwa hiyo wanapima vipi mafanikio kwamba pengine katika kipindi cha muda fulani tutaona mabadiliko kutokana na huo mradi wa kujenga ama kuongeza idadi ya shule za chekechea na kuzifanya ziwe bora zaidi? Nafikiri ni swali zuri ambalo Christine anauliza, pengine atawapa nafasi pia wengine kuchangia, lakini kwa kumjibu kwa kifupi tu kabla kuelekea mwanzo, ni vizuri kufafanua ya kwamba mbeleni ungeangalia, na nitatumia tu mfano wa kaunti ya Kiambu, lakini kaunti zingine najua ni hali ni sawa. Watoto wengi wakati wanafikisha umri wa kwenda kwa shule za chekechea, wengi kabla sisi hatujaanza hii kazi walikuwa wanasajiliwa kwa shule zenye tunaita private. Kwa vile ukienda kwa mitaa mingi hakukuwa na hizi shule za serikali ambazo zinafaa kwa kiwango standard, pia kwa masomo standard ya masomo, na pia hayo mambo mengine yote tumesema tumeongeza kufanyia. Kwa hivyo mzazi alikuwa anaonelea heri apeleke mtoto wake kwa shule ile atatunzwa mzuri. Unajua mtoto wakwenda shule ya chekechea ni mtoto mchanga wa miaka 5 kuendelea hapo mpaka miaka 7. Na sasa wakati sisi tumejenga shule zetu na natarajia Nimrod mtapata nafasi muingie kwa shule moja muone vile inavyokaa. Standard yetu iko juu ya standard ya zile shule zenye zilikuwa zinaitwa private. Na niseme hiyo kipimo yenye umeuliza. Tukianzia hizi shule za kawaida, usajilisaji wa watoto ulikuanga kitu kama about 30,000 total enrollment kwa county. Sasa ndio tumemaliza miaka 3. We are now at 50,000 of the kids who are enrolled. Ukihesabu tofauti hao watoto ni wangapi kwa miaka 3 wamejisajili kwa hizo shule, unaona ya kwamba kuna manufaa. 3 years an increment of 20,000 kids. Na wengi wanatolewa mpaka kwa hizo shule private wanakuja kwa hii shule nyingine. Ya pili na muhimu pia kusema kwa kipimo cha manufaa ni kuona ya kwamba wazazi wenyewe wanaturudishia maono na kusema ya kwamba watoto wao, na kwa vile hapa kuna wazazi wengi hata wengine wako huko kwa mashirima watasema ya kwamba wanafurahia vile watoto wanavyosoma saa hizi. Juzi kwa mfano tu, wakati inafika wakati wa kupeleka watoto class 1, wengi walikuwa wanakatalia kwa shule za chekechea kwa vile anaangalia ile ya primary school pale, anaona vile ilivyo hali yake huko, hakuna uji, hakuna mayai, hakuna nini. Sio yetu iko mpaka tile, iko mpaka ceiling, iko kila kitu, iko PlayStation ya watoto, iko mahali pazuri pa kuogea mikono, kuna mahali vyo ambazo ni tofauti ya wavulana, wasichana, ya mwalimu, ofisi ya mwalimu. It is a full established and complete ECD learning center. And so the incentive is very high. Lakini wazazi wako hapo watasema, na wengine wako huko Kiambu. Asante gana. Wacha tuanzie Kiambu nafikiri Chris. Nafikiri moja kwa moja tunakwenda Kiambu. Mashirima Kapombe, tafadhali tunaweza kupata sauti za baadhi ya wazazi.